baba. Hata ukikosea nitakwambia. Mimi ni baba. Okay. Na nimepitia mengi. Diamond yule nilisema, Diamond anasema baba yangu hakunitunza. Alimzalisha tu mama, akamchukia babake. Lakini Diamond huyu Diamond amezalisha watoto za watu wangapi? Kwa anaishi maisha ya baba yake, analaani maisha ya baba yake. Okay. Amezalisha watoto mabinti za watu, kamuoa hata mmoja aliyewapa mimba? Hajamuoa hata mmoja. Anachojivunia labda ni pesa na hajui kwamba wale wanawake wanampenda Diamond kwa sababu ya pesa. Wasingemruhusu hata kuwa kushika watoto wale. Angekuwa maskini. Na baba yake kadharauliwa kwa sababu ya maskini wake. Kwa kama baba yake alivyompiga mimba mamake, ndivyo Diamond anavyopiga mimba watoto za watu. Yaani yeye anageuza watoto za watu kuwa chakula chake. Ila hataki mama yake awe chakula cha watu. Okay. Kwa sababu mama yake naye ni demu kwa wanaume kule. Okay. Ila yeye mama yake ndio dhahabu. Ila watoto za watu ambao wamezaliwa na watu wengine, wale ni chakula halali cha Diamond. It's very bad. Kwa sababu angekuwa na laani mfumo uliomleta duniani, basi angekuwa mfano. Leo angefunga ndoa. Ana ndoa na Bi Zuchu. Ana ndoa na Zuchu. Ya siri lakini. Ndoa na Zuchu alitangaza lini? Unakuwaje na ndoa ya siri? Diamond ni mtu anayefahamika. Ndoa hapa angefunga, wangehudhuria watu wengi sana. Ni matamanio alisema Zuchu, matamanio ya Zuchu kwamba alitamani kufunga ndoa ya siri kama vile. Hakuna matamanio, ni uhuni tu anafanya. Mbona mambo mengine anafanya hadharani? Hakuna ndoa pale. Hakuna ndoa. Na ninamuonea huruma sana na binti Zuchu. Kanaweza kakachezewa afa kakadampu. Nachoka. Yeah. Mimi nachoka baba yenu. Ila anajua Diamond alishajiita sasa hivi mtoto wa Clemence Mwandambo. Ukipitia baadhi ya comment na akiandika comment anamaliza nachoka mimi mtoto wa Clemence Mwandambo. Diamond ni mtoto wangu. Ni mtoto. Ila Diamond ajitengeneze. Na ninasema akitaka baraka za kweli hapa duniani, arudi kwa babake. Mzee Nyange au ni yupi? Aliyemlea ama kwa sababu aliyemzaa yule aliyekataliwa na mama yake yule. Hivi aliyemzaa hapa katikati walisema kwamba babake ni Mzee Nyange ambaye ni marehemu. Alafu Mzee Abduli. Wewe, mambo ya wanawake ni mashetani. Yule mwanamke amemkataa babake Diamond. Lengo ni kwamba yeye ndio awe anakula hela za Diamond. Wanawake ni maibilisi. Bwana mdogo. Okay. Wanawake ni maibilisi. Babake Diamond ni yule, yupo pale. Ila yule mwanaume hatakiwi na huyu mwanamke. Ila Diamond angekuwa na akili, angejua yule ni mwanaume mwenzangu. Alimpiga mimba mama yangu kama mimi ninavyopiga mimba watoto za watu. Angejua yule ni mwanaume mwenzangu, lazima nimpe heshima yake. Hasa yeye anacheza na akili ya mama. Ila Diamond na ndugu zake ambao wanafanana nao upande wa babake, ambao ni Santos na Ricardo Momo. Wanafanana sana. Babake gani? Babake huyo mwingine Mzee Nyange ambao wanasema. Unachoka mimi. Mimi ngoja nikwambie. Kufanana. Ndio. Hivyo uwezo kupakata mtoto wa mtu akasema da hujaacha kitu. Umefanana naye, yani umpakata tu mtoto wa mtu. Watu wakasema hongera bwana, mtoto mmefanana sana. Hujaiona kitu kama hicho? Okay. Nimewahi. Kufanana, unaweza kufanana hata na Mchina. Ukafanana na Nigeria. Kwa unawaambiaje kama single father ambaye umelea watoto wako mwenyewe? Unawaambiaje watu ambao wanatelekeza watoto wao, vijana wanaotelekeza watoto wao? Kuna kutelekeza watoto, kuna tuseme karma is real, kwamba unafanya leo vitarudi, au una kitu gani ambacho unaweza kuambia? Labda nikwambie jambo moja. Sasa hivi issue ya single mother ni tatizo kubwa sana katika nchi. Watoto wengi sana wanalelewa na single mother. Ningekwambia tu ningekuwa ni rais wa nchi. Ningeweka sheria. Kwamba kijana yote atakayempa mimba binti ambaye hana mpango wa kuishi naye, miaka 20 jela. Binti yote atakayeshika mimba
bila ndoa miaka 5 jela au 10. Unanielewa Nikuelewa. Ningesema single mother anayeruhusiwa ni kuanzia miaka 35. Sasa hivi watoto wa single mother ni wengi. Vijana yani wanaume wampa mimba wanawake huko. Unakuta mwanamke anauza nyanya asubuhi, anatoka nyumbani anauza nyanya mpaka saa 4 usiku. Amezalishwa kitoto kinajilea huko. Kitoto toka asubuhi akijamuona mama wala baba. Kinacheza mitaani, kinakula nyumba za watu. Vitoto ndio vitoto hivi vingi sana hivi. Ndio vifanya maandamano tarehe 29 hivi. Ni vitoto vimelelewa, vimechoka. Ndio vilikuwa vinabomoa maduka ya watu, vina maandamano ya tarehe 29. Vitoto vingi ni vitoto vya single mother. Ndio vinaendesha bajaji, bodaboda, vurugu mechi barabarani, havijali. Vinahisi kila mtu ndiye mtelekeza mama yake. Hao watoto wana hasira kwa sababu walikataliwa na baba zao, mimba zao zilikataliwa. Kwa hiyo ni watoto wa laana. Kwa mimi ningekuwa kiongozi, marufuku mpa mwanamke mimba. Jambo lingine, vyuo vikuu hivi, universities. Unakuwaje na chuo kikuu watoto wanaenda kupanga mtaani? Ni umalaya ule. Okay. Yes. Vyuo vikuu wangekuwa na mabweni. Kuna chuo kikuu cha Dodoma kina mabweni. Lakini eti hostel sijui ndio hayo mabweni. Watoto wa kiume wako huru kuingia bweni la watoto wa kike. Watoto wa kike wako huru kuingia bweni la watoto wa kiume. Ningekuwa mimi ni rais wa nchi, ingekuwa ni marufuku watoto wa kiume kuingia mabweni ya watoto wa kike. Marufuku watoto wa kike kuingia mabweni ya watoto wa kiume. Alafu watoto kama pale Dodoma walindwe, hamna kwenda kutembea mjini.